Mtoko wa vijana na mchungaji wao ndio jambo la msingi na jambo kubwa ambalo limefanyika kupitia usharika wa Ilula. Sasa nimekutana au nimewakusanya wawili watatu kuweza kuzungumza nao, na kipekee mwenyekiti wa shughuli hii ama mwenyekiti wa tukio hili zima niko naye hapa. Moja kwa moja, kwanza utuambie, ili wakati mchungaji amewashirikisha idea hii au wazo hili, ilikuwaje na mlipokeaje? Lakini ukijitambulisha itakuwa nzuri zaidi. Jina langu naitwa Tito Jafeti Muhingo na ndo mwenyekiti wa huu mtoko wa vijana kutoka usharika wa Ilula. Naam. Wakati mchungaji amewashirikisha idea hii ya mtoko wa vijana, nyinyi mlipokeaje? Kwanza haikuwa kazi rahisi, lakini alivyotoa elimu tukaona hili jambo kama tulichelewa miaka ya nyuma. Kwa hiyo kwanza tulikaa watu wachache, akatuelekeza malengo na uzuri wa huu mtoko, tukamwelewa vizuri, na baada ya hapo tuliwakusanya vijana tukawaelekeza nia ya mchungaji na maono ya mchungaji moja kwa moja. Waliyapokea vizuri sana, kwa shangwe kubwa, kwa vibe, unajua vijana, kwa vibe kubwa sana. Baada ya hapo ndo tukaanza kuweka malengo, tukaanza kujipanga nini tufanye tukiwa kwenye mtoko, vinahitajika nini na nini. Hivyo. Mwenyekiti, unaweza kutuambia mawili matatu ambayo yamefanyika hapa, yale ambayo mmeweka kwenye ratiba yenu kwenye mtoko huu wa vijana? Naam. Ratiba, kwanza niseme kwanza tunamshukuru sana Mungu, amewezesha kila kitu. Hakuna kijana yoyote ambaye amepungukiwa. Na ratiba imeenda kama ambavyo tulikuwa tumepanga. Watu zaidi niseme labda kwamba kimsingi ilikuwa ni burudani kwanza. So unajua vijana wanapenda yale maburudani kuvinjali hivyo. Kwa hiyo tunashukuru sana, ratiba ilikuwepo, masomo mbalimbali, wamefundisha wachungaji, watumishi wa Mungu mambo kadha wa kadha, na vijana wameyapokea na wameelewa vizuri. Lakini sio hilo tu, vijana wamekula na wamefurahi na wamecheza. Hapo kwenye kula najua mhasibu amefanikisha swala la msosi. Uko hapa, jitambulishe jina kwanza kabla mambo hayajawa mengi. Kwa majina naitwa Tukuzo Nyagawa. Mimi ni mtunza hazina wa mtoko wa mchungaji na vijana. Sawa, wewe umeshughulikia masuala ya fedha kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa. Mwenyekiti amekiri kwamba kila kitu kimeenda sawa. Mliwezaje kukusanya fedha kiwango ambacho watu watashiriki, watasafiri na kadhalika? Kwanza kabisa, mwanzo ilikuwa ni ngumu sana kukusanya hizo pesa kwa sababu watu tulikuwa tumewaelimisha, lakini wakawa wagumu kuelewa. Baadaye ilikuwa rahisi baada ya watu wachache kuanza kuchangia taratibu. Wengine wakahamasika zaidi wakachangia, na kuna wengine wakachangia zaidi ya kile kiasi tulikuwa tumepanga. Kwa hiyo hii imetufanya kufanya hii kazi kiurahisi sana. Mafundisho yametolewa hapa, burudani, mmeburudika na mambo mengine mengi. Wewe umejisikiaje kushiriki, lakini unaonaje vijana wengine hususan mabinti pia ukizungumza kwa upande wao? Nimejisikia vizuri na mabinti wenzangu naona wamefurahia, wameenjoy, wapo tayari kwa mtoko mwingine. Wow. Asante. Tunaye kijana mwingine hapa, yeye miongoni mwa vijana ni wafanyakazi, na hii ni siku ya wafanyakazi. Kwa hiyo nitatamani kusikia kutoka kwake, ameacha kazi lakini ameona aje hii siku maalum kabisa kwa ajili ya mtoko wa vijana. Jina lako tafadhali? Kwa majina naitwa Hans Kikuti, ni daktari pale Ilula Itunda. Leo ni siku ya wafanyakazi, lakini nikaona nitumie fursa kuja kwenye mtoko wa vijana kwa sababu nilikuwa nimetazamia sana siku ya leo kwenda kujifunza sana, kufurahia, lakini pia kujifunza vitu zaidi. Wewe ni mtaalamu, kwa hiyo lazima tuzungumze kitaalamu. Kitaalamu, unavyotoka nje inakuwa ina maana gani na inasaidia nini hata kisia na kadhalika? Cha kwanza inakupa burudani, lakini cha pili inakupa upana wa mawazo. Ukikaa eneo moja unaweza kuona kama umemaliza kila kitu, lakini unapotoka unapata hewa tofauti na mazingira tofauti, hata akili inaamka na afya yako inaamka. Utakavyorudi hautakuwa kama jana ulikuwa upo. Kwa hiyo limekuwa ni jambo la pekee na la neema sana siku ya leo. Nimeipenda sana siku ya leo. Asante sana. Nilikuwa naona mna enjoy, mna dance, mnafurahi na kadhalika. Wewe pamoja na hayo yote, neno moja tu kumwambia mchungaji na wachungaji wengine maeneo mbalimbali. Karibu. Kwa kweli kitu ambacho hizo nikasema hii iwe ni chachu au kwa maeneo mengine pia. Sio vijana wa makanisani tu basi, bali ni vijana wote, kuwaunganisha walioko kwa makanisani ambao kwa makanisani wapo, waunganishwe kwa pamoja. Ni jambo limekuwa la kipekee, wataweza kujifunza, vijana wanaweza kuamka.
ishu kubwa au jambo zuri la kufanya ni kuhamasisha na kuwakusanya pamoja kwa ajili ya jambo hili. Ni jambo jema ambalo limekuwa la kipekee sana. Asante, nikushukuru. Baadhi ya mambo ambayo yamefanyika hapa yanapatikana kule Instagram na Facebook na mitandao mingine ya usharika wa Ilula, lakini mimi naitwa Mesha Kilongo. Asante kwa kufuatilia.